Anaitwa Sogi, niko na Commissioner Da Boy. Yes sir. Mtoto mzuri wa kuitwa na Mala, The Traveler. Yuko DJ Matrix pia. Na yuko mtangazaji ambaye amefunga mpaka muda huu hajafuturu. Anaitwa Mac Voice. Big time. Bwana. Bwana. Nimefuturu bwana kaka. Ushafuturu? Sasa hapo Mac Voice ndo kaja kama maalim. Yaani ameja kujiita maalim. Sasa huyo ndo maalim. Yaani kaja kama maalim. Hapo sio maalim. Maalim. Bwana, hii ngoma ya mama nyumba ni historia kweli eti? Ni idea tu kwa sababu ni vitu ambavyo viko mtaani pia. Nikajua kwa sababu unajua unasemaga vijana wapole hawa wabaya sana. Yaani unaona Mac Voice alivyo bwana French ndio lakini ni hatari. Shekhe. Wanakuwa kama simba mwenda pole. Yaani upole unakuwa unatumika kama silaha. Unaona bwana unalamba mama ya nyumba tena. Bwana, kwenye mfungo huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, natamani kujua kwanza umefunga zote ama ndio? Sema ukweli, maana ni mwezi ambao pia uhitaji uongo. Nimefunga kweli. Umefunga zote? Tangu tumeanza kufunga, sio? Nimefunga. Kitu gani ambacho ukikikosa kwenye futari yako moyo huo unauma sana? Kwanza Mwenyezi Mungu ukifunga utaki kusema mimi lazima nile kitu fulani. Ukifunga unachojaliwa riziki na Mwenyezi Mungu kufuturu wale kufuturu. Kwa sababu kuna wengine pia hawana uwezo hicho. Wengine anafunga na futuru maji, wengine anafunga na futuru uji. Kwa hiyo ukisema mimi nikifunga eti lazima nile nyama, si labda tambi, masoseji mimi. Funga yako sasa ni kama Mwenyezi Mungu anakaipokea. Kitachokuja mbele ni hicho. Bwana leo nafuturu uji, sawa, nafuturu maji, inshallah. Mradi funga yako Mwenyezi Mungu aipokee vizuri. Bwana funga zake sina mushkil. Bwana alifuturu ugali. Tulishiriki kulia wote huko ndani. Wote tunalia naye. Ngazeno zilikuwa sina mushkil. Mtu anafuturu chipsi. Usitaka zidi za chipsi kweli. Sawa, mimi natamani kujua cha kwanza, unaonaje ukuaji wako kimuziki tangu umeingia kwenye lebo? Kuna utofauti gani na ambavyo ulikuwa ukijipambania mwenyewe? Kiukweli wajua leo ndo interview yangu ya kwanza kabisa nafanya. Toka muda mrefu sana. Nimekaa kimya, sikuwahi kufanya interview kokote. Lakini hii ndo interview yangu ya kwanza. Kuna vitu vingi sana vya kuongea, natamani niviongee. Na ukizingatia mwezi mtukufu pia, maana yake tunaongea ukweli. Kwa natamani sana mnisikilize ili mpate kunielewa na mpate kuelewa kwenye muziki vinaendelea nini na nini au mambo gani yanaendelea. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nilikuwa na uwezo kuongea vitu muda mrefu sana. Lakini nilikaa kimya kwa sababu unajua hata kama siku mtu umegombana lazima cha kwanza kabisa utumie busara kwa binadamu. Busara ni nini? Kuangalia mimi nimekosea au yeye amekosea, jinsi gani mnaweza mkakaa mkaweka sawa kama binadamu. Lakini sasa ikitumika busara, ukitumia busara ikishindikana, namna ni bora tuongee ukweli, kwa sababu maybe ukiongea ukweli unaweza kupata msaada kwa watu kwa kusaidia kwamba bwana dogo anapitia situation 1 2 3. Unajua sometimes kinachotuumiza wengi ni kukaaga tu kimya. Kwa sababu ukikaa kimya hakuna mtu ambaye anajua situation zako unazopitia za maisha. Ni ukweli. Sasa naweza ngasema kwamba gomvi mkubwa mimi na leo tuko sawa. Huo ni ukweli kabisa. Wala tusiongee uongo wala siji kuficha vitu. Ni kitu kibaya na mwezi wa mtukufu na mimi nimefunga. Mimi na bro Lea tuko sawa. Ni kwa muda gani hiyo? Miaka 2 naenda. Okay. Na kuelezea kwa nini tuko sawa. Gomvi wetu mkubwa na bro Lea ni hela. Naelewa? Ni hela. Na wale tumegombana kisa hela. Bro, mimi nilikuwa nalala studio ile. Nilikuwa sina sehemu ya kukaa. Kama msanii wa lebo. Sina sehemu ya kukaa. Nalala studio na vizia kina Stukizi wamemaliza kurekodi. Na wao wanaondoka kwao, mimi ndo nalala chini. Naelewa bro. Nikaenda ile hali labda ngikosa usiku labda Mzava akiwa hana mchumba tuseme kwake, ndo naweza nikasema nikaenda kwa Mzava nikalala. Lakini sasa Mzava ni mtu
watoto sana, kwa hiyo kupata muda kulala kwa mzavu inakuwa ni mara chache sana. Kwa muda mwingi mimi nilikuwa nalala studio. Hicho ni cha kwanza kabisa kilichonifanya mimi nianze kufuatilia mimi nalala studio, msanii haya maisha gani? Bora sio maisha mazuri. Ikabidi mimi niangalie kwamba okay, kwani mimi siingizi pesa kwenye kazi zangu ambazo natoa? Ikabidi sasa mimi nimfuate bro, nimwambie bwana brother, nahitaji tuongee. Akaniambia sawa. Nikamwambia bwana bro, kwani mimi sijawahi kuingiza hela kwenye muziki? Bro akaniambia bwana, wewe hujawahi kuingiza hela hata 100. Hata 100. Ndicho nijibu bro. Hata 100 wewe hujawahi kuingiza. Akasema kweli? Na maana zile namba si viewers zinazoenda ni fake, labda ni views fake. Akaniambia wewe jua tu hujawahi kuingiza hela, kwanza umetia sana kampuni ya sawa. Kafikiria, akasema nikamwambia basi bro, basi sawa. Mimi naomba nisaidie nipangie hata nipate sehemu ya kulala. Mimi msanii kuwa nalala kwa studio sio kitu kizuri. Of course pia ukizingatia studio nalala chini, mbavu zinauma, unaumia. Ukizingatia pia next level ni studio yenye vioo muda wote. Mimi ni binadamu, naweza kaponyoka kioo kanidondokea. Nikapata matatizo. Kwa hiyo nikamwambia, akaniambia mdogo wangu sina hela. Kampuni pia ina hela, mimi sina hela. Hiyo ni mwaka gani? Sorry. Mwaka gani? Kipindi kile kinatolewa. Okay. Kampuni haina hela, mimi sina hela. Kwa sababu tuangalie mambo kaa sawa, tutakupangia tuone inakuwaje. Ikaniuma sana kiukweli. Kanitoa chozi sana, ngafikiria ngasema hivi kweli mimi sija kuingiza hela kweli? Hizo nyimbo zote sija kuingiza hela. Akasema poa, haina ndio mangamwacho Mwenyezi Mungu, kaenda kupambana.